tunazozifanya na tunazozifanya na tutakazokuja kuzifanya, zote ziwe zinatakabaliwa na Allah tabaraka wa taala, ikiwepo mpaka sala ya tarawehe. Ndugu zangu watukufu Waislamu, kisha tumwombeni Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala wale walio ni wagonjwa na walio na matatizo yao na walio na mambo yao ambayo yamefungika, awatatulie ama atutatulie kwa haraka insha Allahu taala, kama kwa haraka kabisa atutatulie matatizo kama haya. Katika aya nilizozisoma na nikazifikirizisha katika masami'ikum, masikio yenu, alhamdulillah, kila mmoja katika sisi ameshaelewa tayari kwamba leo tutazungumza kuhusu nini. Basi ni ile kutia taariki kiasi kwa kiasi cha muda, lakini ilikuwa tayari imetosha kwa kuzisoma tu zile aya, ilikuwa tayari yani imetosha. Lakini kwa kuwa kawaida na ada yetu ni kwamba mzungumzaji yoyote yule akizisoma zile aya za Qur'an al-Karim asielezee, kwa sababu kuna wawili watatu ambao labda wamesilimu jana au juzi, na pia kuna na wengine baadhi pengine aya kama hizi nilizozisoma hawazijui tafsiri zake na mafuhumu yake. Aya ya kwanza Allah aliposema wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Hii ni hali ngumu sana ya siku hiyo ya mahesabu, ikawa kila mmoja katika sisi siku hiyo ya mahesabu, kwamba kila mmoja atakuwa ana ndege wake, nikikusudia kwamba kila mmoja atakuwa ana daftari lake au karatasi yake katika kifua chake, kama vile tunavyoona tunapozikwa makaburini, nguo yetu ni ile sanda. Mwana wa Adamu utakapokuwa umeingizwa ndani ya kabri, baada ya yote hayo, kisha utalazimishwa wewe kuandika, na utakuwa huna kitabu wewe cha kuandikia wala kalamu, kama namna tunavyojua hayo. Sasa utalazimika wewe na mimi tutakatiwa ile sanda yetu kipande, na hiyo ndiyo inayoandikwa, ama hiyo ndiyo utakayoandika. Kwa maana utekajia kalamu, utaambiwa kalamu yako ni kidole hiki. Utekajia wino, utaambiwa wino wako ni mate yako. Utahitajia kitabu
ndio hapo utakapokatiwa kipatan min al-kafani, kipande cha ile sanda, na ndio tayari umekuwa na kitabu, na ndio umekuwa na kalamu, na ndio unaandika. Baada ya hapo, kitabu kama kile utafungwa nacho katika shingo yako, na utakaa nacho kitabu kama hicho miaka yote ambayo itakuwa ni miaka ya barza, mpaka siku ile ya mahesabu. Ndio itahitajika hapo kwamba kila mmoja katika sisi atafufuliwa akiwa yuko na kitabu chake katika shingo yake. Allah anasema, wanukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, tutamtolea yeye siku hiyo ya kiyama kitabu. Hicho kitabu akikute manshura, kimeshafunguliwa tayari. Aambiwe mwana wa Adamu, ikra kitabaka, soma mwenyewe kitabu chako, kafa binafsika lyauma alaika hasiba, wewe leo waweza kuhisabu. Wewe mwenyewe hivi leo waweza kusoma kitabu chako. Kila mmoja atajisomea kitabu chake, ndugu zangu watukufu Waislamu, siku hiyo. Na kitabu hicho kina maneno Allah amekwenda kuyazungumza, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa fayaqulu ha umqra'u kitabia, yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, mtu huyo atakuwa ana raha akisema, ha umqra'u kitabia, njoni wenzangu muone kitabu changu, njoni musome kitabu changu. Inni dhanantu anni mulaqin hisabia, mimi nilikuwa na hakika kwamba nitakipata kitabu changu kikiwa kiko hali hii nzuri. Ha umqra'u kitabia inni dhanantu anni mulaqin hisabia fahuwa fi 'ishatin radhiya. Mtu huyo atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, fahuwa fi 'ishatin radhiya, atakuwa yuko katika maisha mazuri ya peponi yaliyoridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, hakuna maisha yaliyokuwa mazuri ila ni maisha ya peponi. Ndugu zangu watukufu Waislamu, ama maisha ya motoni ni maisha mabaya kama namna tunavyoyajua. Sasa wewe upe kitabu chako kwa mkono huo na ufurahi na uambiwe kwamba wewe ni mtu wa peponi, fi 'ishatin radhiya fi jannatin 'aliya kutufuha daniya, hapo ndani ya pepo. Kutufuha, matunda yake, daniya, yako karibu sana. Kiingia peponi. Pepo ni kitu kikubwa, ni kitu kizuri sana. Ukiingia peponi wewe umefaulu. Allah anasema, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wale wanaomcha Mwenyezi Mungu na wakaingia peponi, hao wamefanya nini? Wao wamefuzu.
katika mtu kupelekwa ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, fi jannatin aliya, katika pepo za juu. Kutufuha dania, matunda yake yako karibu zaidi. Ukisimama walitunda unalolitaka, kama ni embe au miti iko karibu sana, iko chini. Kama umesimama, maulama wamekwenda kutafsiri neno hilo au neno la Allah Tabaraka wa Taala akisema kutufuha dania, hii yote ni hali ya kuweza kutiana nguvu ili tuwe karibu na Allah Tabaraka wa Taala, tufanye mazuri ili tukapate pepo ya Allah Tabaraka wa Taala. Miti yake iko chini, tunda liko karibu na wewe. Hata kama wewe umesimama, wewe kazi yako ni kutunda tu na kula, na hata kama wewe umekaa, kazi yako wewe ni kutunda kule tunda na kula. Na hata kama umelala, umejinyorosha mwenyewe, umelala unajisikia kutunda tunda, basi wewe unanyorosha tu mkono, unatunda tunda kama hivyo. Kienda ukiangalia katika tafsiri ya Ibn Kathir, utaona tafsiri yake, ametafsiri hilo neno kutufuha dania, amekwenda kwa tafsiri mara 3. Ni raha iliyo vipi, ndugu yangu Muislamu, siku hiyo ya mahesabu na siku ya watu wa peponi kupelekwa peponi na wa motoni kupelekwa motoni. Waambiwe kulu washrabu, hapa ndani ya pepo kuleni na mnywe, hani'an lakum bima aslaftum fi ayami khaliya. Kuleni bure, kunyweni bure, ili hali ya kuwa mmeridhiwa na Allah Tabaraka wa Taala, kwa vile mlivyojifunga na mkajipinda katika masiku yaliyopita. Kwa vile mlivyowacha vyakula vyenu mkafunga Ramadhani, mwezi mtukufu. Sasa malipo yake mnaingizwa katika janna ya Allah Tabaraka wa Taala. Mule mtakavyo, munywe mtakavyo. Katika aya nyingine Allah anasema wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Suratul Inshiqaq. Yule atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, vile mtu huyo hisabu zake zitakuwa nyepesi sana. Mara moja wewe ushahesabiwa tayari. Wayanqalibu ila ahlihi masrura, umeshamaliziwa hesabu zako na tayari unaambiwa nenda kwa wenzako kule peponi, masruran, ili hali ya kuwa wewe uko na raha. Waenda peponi uko na raha, una majivuno wewe, alhamdulillah, kwamba alhamdulillah nimepata kile Allah alichoniahidi. Unaenda peponi. Kinyume chake ni ile aya tulisoma, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya. Atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kushoto, huyo mtu atakuwa katika matatizo.
huyo mtu atakuwa katika matata, huyo mtu atakuwa katika balaa. Akasema, ya laitani lam uta kitabia, natamani kama sikupewa hili kitabu changu kwa mkono wangu wa kushoto, wala maadri ma hisabia, na natamani kama nisingejua hata hesabu zake. Ya laitaha kanat alqadiya, anasema afadhali kama mimi ningelijifilia tu, afadhali kama mimi ningelikuwa nimejifilia. Analalamika mtu kama huyu, halaka anni sultania, ufalme wangu umenipoteza, cheo changu nilichokuwa nacho kimenipoteza. Kisha mtu yule ambiwe, khudhuhu fakulluhu, mchukueni enyi malaika huyu, mumfunge kamba. Kamba hizi zetu tunazojua ni cheni, ni sisiri. Khudhuhu fakulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin daruha 70 dhira'an faslukuhu. Mtu apigwe cheni zile sisiri zile, alafu mtu apelekwe katika moto mkali. Yule atapewa kitabu chake kwa mkono wake kushoto. Ameiongezea nguvu aya hii katika inshikaki tena, wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri fasawfa yad'u thubura, yule atakayepewa kitabu chake kwa nyuma ya mgongo wake, fasawfa yad'u thubura, huyu atalia kama punda. Sote twamjua punda namna anakulia, atalia kama punda. Wayasla saira, kisha mwisho wake ni kuingia katika moto wa sairi. Ndugu zangu wa Kristo, tujitahidini tupate radhi ya Allah tabaraka wa taala. Tunapoipata radhi ya Allah tabaraka wa taala, ndipo pale kesho tutakapoingia ndani ya pepo ambayo imeelezewa mara nyingi, fiha ma tashtahihi al-anfus. Ndani ya pepo kuna kila kinachotamaniwa na nafsi yako, kila ambacho roho yako ikikiona inakitamani, wewe unakipata pale ndani ya pepo, tena kwa urahisi. Kila unachokitamani unakipata dakika tu hiyo hiyo. Leo hapa baadhi yetu tunatamani tufuturu leo, pengine labda na biriani ya kuku, lakini kwa sababu ya uwezo hakuna, itabidi utafuturu na nini? Utafuturu na wali mweupe na mchuzi wa viazi. Hata kijiarufu hakuna, hata kijiarufu angalau cha omena au cha kakashingo hakuna. Kule ukitamani unachokitamani wewe, natamani biriani tayari, natamani kitu fulani tayari, natamani huru laini, mwanamke mzuri wa peponi tayari. Hapa wewe waweza kuwa umechokana na bibi yako wa kabila fulani, ukawa sasa
kama nampata huyu peponi, sasa mimi huyo namweka pembe, nataka mwanamke wa kabila fulani, kule unampata. Nataka wa rangi fulani, unampata. Nataka aliye hivi na hivi, wampata kule kesho yake. Hii yote ni kujaribu kusukumana ili tumwabudu Allah tabaraka wa taala, ili twende tukaishi kule raha na starehe. Peponi kuna raha, ndugu zangu watukufu Waislamu, na ndio maana masahaba walipiga talaka hii dunia, ikawa hamu yao kubwa si dunia, bali hamu yao kubwa ni pepo. Masahaba na mitume, dunia walipiga talaka kwa sababu peponi kuna raha. Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha jauha wa futihat abwabuha. Moja katika raha ya peponi ni hiyo. Watakapokuwa wale watu wa peponi, wapelekwa peponi, wanaambia peponi bana, peponi wakiongozwa na malaika, watu wanaenda huko jambo na ghafiru, kundi kubwa kabisa, watu wengi kabisa wanapelekwa kule. Wakifika mpaka kwenye mlango wa pepo, raha hiyo, wafutihat abwabuha, milango ya peponi imeshafunguliwa tayari, imeshafunguliwa tayari, milango yake imeshafunguliwa, pepo zote 8 zishafunguliwa tayari. Ni raha utakuwa vipi ndugu zangu? Kinyume na kule motoni. Kule motoni Allah anasema wasiqa alladhina kafaru rabbahum ila aljannati ila jahannama zumara hatta idha jauha futihat abwabuha. Watu wa motoni wakifika, ndio milango ndio inafunguliwa, ndio wanafunguliwa sasa. Khazinu nari ndio iwaje nafungua sasa mlango wa moto, ili wale usat wapate kuingia. Lakini peponi alhamdulillah ilishafunguliwa kitambo ile milango ya pepo, kwa sababu wewe usijukapata ile kwamba sasa kumfika hapa bana, hata milango ijafunguliwa, mambo gani sasa haya? Usije ukapata kulalamika. Kwani waonaje wewe ndugu yangu Muislamu, kama mathalan umealikwa katika futari leo siku ya 10 na kadhaa hivi, umealikwa mfano kama kule Nyali ama Ganjoni ama sehemu kubwa nzuri za watu wakubwa. Umepanda matatu yako vizuri hapa mapema kabisa, umevaa vizuri kabisa, umeweka krediti zako za kutosha, ukabeba na simu yako ukaenda. Ukifika kule masaa ya saa 12 mfano au saa 11:30, ukifika pale pahali ndio pale, lakini huoni ishara yoyote, huoni ishara mpaka inabidi unauliza, lakini ni hapa, lakini huoni ishara kwamba leo kufundishwa hapa kweli. Lakini unapokuwa umefika pale ukaona zile ishara, mipira ile imeshatandikwa tayari, meza zimeshatolewa, tende zile kubwa zimeshapangwa tayari, mashallah. Wachana na tende zetu hizi hizi zetu hizi tunazijua hizi, zingine mpaka ukistafuna ama ukizila wazisikia siko chachu kama limau ziko wewe kama moja kupanda nazo, lakini ziko. Na ndio utaona watu wengi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, baadhi yao
kama zimemchokesha asema hizi peleka pale msikitini, au pelekee imamu fulani, au pelekee jirani. Jirani atashukuru, alhamdulillah leo nalitoa temu ile ikifika, akimwadhina kadhina kitu nayo anajiuliza mbona tende iko chachu kidogo kama limamu. Hizo tende zetu na nzuri pia zimo, lakini kule ulikoalikwa ukifika, alhamdulillah mikitende mikubwa mizuri, yani vitu vyote vizuri unaviona vimeshaandaliwa tayari, wewe utafurahi kwa mujarrad tu kufika pale ukaona kumepambwa, alhamdulillah, hapa leo mambo iko. Mara umuone aliyekuita amevaa vizuri, amefurahi vizuri, anawakaribisha baada ya kufuturu mwagini, kisha pengine baada ya hapo kuna mabahasha ya 10,000. Utasikia vipi ndugu yangu Muislamu? Bila shaka utasikia raha. Wafutihat abwabha, kule peponi ukishaingia wewe, ukishafika tu pale kwenye milango ya pepo, wafutihat, utaipata ile milango ilishafunguliwa tayari, litadkhula fiha, ili wewe na mimi upate kuingia. Lakini kaifa ukifika pale kama milango ya pepo imeshafungwa, utaona ikrahi, utaona uchukivu, utaona maudhi, kwamba mbona hivi, mbona. Watu inabidi wajitahidi kwa hii Ramadhani kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili twende tukapate pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo twaendelea nayo katika kuielezea, kwa sababu atakayeingia peponi huyo ndiye aliyefaulu. Faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz, atakayeepushwa na Allah na huu moto na akaingia peponi, huyo atakuwa mfanya nini? Huyo amefaulu. Hakuna kufaulwa. Kufaulu kuko kidogo, nasikia jamaa amefaulu bwana, lakini kataa. Lakini kufaulu kukubwa kuko huko, kwenda kupata pepo ya Allah ambayo ndani na kila kitu. Ukitaka maji yako kule, maji mazuri. Ukitaka tembo liko kule, ukitaka asali iko kule. Kuna mito takriban mito 4 Allah ametaja ndani ya Qur'an Karim, akisema mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'i khayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asali musaffa. Kule pepo mito 4, mito kule ni mito kule, unachota utakavyo, sio mambo ya hapa kwetu kufanya kupimiwa. Kule ni mto mzima, ile pepo tulioahidiwa sisi na Allah. Ndani yake kuna mito 4. Na Bwana Mtume alipokwenda Israeli na Miraji alikwenda kuiona hii mito. Akawa anaijua inapokwenda
lakini haijui inakotoka. Hii mito alikwenda kaiona mto wa maji yasiyochafuka, mto wa maziwa lam yataghayyar tahmu, yasiyoharibika yakachenji ladha yake, yakawa mara yako harufu, mara yako chashu. Wa anharun min khamri ladhatin lisharibin, tembo lililo na ladha special kwa wale ambao Allah atawajalia kwenda kulindwa pepo kama lile. Allah, tembo kama lile wamejana mbinguni. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao ambao watakwenda kulindwa tembo kama lile. Sio tembo kama hili letu tunalokunywa ile mama. Hili tembo tunalolikunywa ile halina mpango. Umeone pengine mwanamke ameamka kwenye kichochoro, watoto wadogo wamemzunguka pale, ukiuliza naye amfanya nini huyu? Aliamka hapa na kaskati kake kafuti 1.5 kaskati kale futi 1.5 au futi 1 amekivaa, watoto wadogo wamchezea. Ukiuliza shida gani huyo? Ni mgonjwa, wangwa alewa. Ndilo tembo la huku ulimwenguni, ndilo tembo la huku ulimwenguni, lisilokuwa na mpango wowote. Matembo tunayokunywa hayana mipango, yanaweza yakawa haribia mambo mpaka ukashangaa. Nakumbuka kisa kimoja, ilikuwa twaenda kuozesha kwa kifupi mahali fulani, na baadhi ya ashabi zangu, baadhi ya marafiki zangu wengine wakapata msikitini. Tukafika pahala fulani, matatu tuliokuwa tumeipanda hapo mbele, katikati pale kulikuwa kuna bwana mmoja ni mlevi, amelewa, lakini alhamdulillah kwa kuongoza misafara ya harusini yuko nambari 1. Manake ana morali kubwa sana katika safari za harusini. Tukafika pahali, nilikuwa napanda nyuma hapa, sio pale mbele. Mara tukasikia kitu fulani cha nuka pale ndani, madereva wanajua kwa nuka kama mpira wachomeka. Kukapiga koikoi, jamani mambo yameharibika hapa, shukeni mbio. Tukashuka, wanawake kashuka haraka. Kisha ndio baadaye tukauliza kwani nini hapa? Basi story ile kwa pale ni kwamba yule bwana ambaye alikuwa ni mlevi, na mimi nilikuwa sijui na watu wengine pia walikuwa hawajui. Kumbe huyo amekwenda kukanyaga bali fulani akaharibu mambo yote. Amekwenda kukanyaga bali fulani pale kwa mambo na accelerator pale na clutch pale na breki, alienda akakanyaga bali kama hapo, au alikanyaga kwenye beti hapa. Mimi sijui, si dereva tunazama kufesta. Ikawa kuna mkampira pale ndani, ndio tayari safari ikaharibika. Na wale waliokuwa wametangulia wa gari dogo ndio walikuwa kitongoza sisi kwenda, sisi hatukujui. Ilibidi pale watu washuke. Dereva na taniboi walijaribu sana, lakini urongo haikuwezekana. Gari tuliwacha hapo, ikabidi tunarudi baadaye. Tulimaliza kwa mguu. Sasa tembo hili tunalolinywa halina mipango, hili tembo. Mmoja katika maimamu aliswalisha sala ya alfajiri, kawaida ni raka mbili, yeye akazipiga raka 5. Hapo zamani kabla tembo alija haramishwa, akazipiga raka 5. Akaambiwa na maamuma baada ya kutoa ile salamu kwamba tushamaliza sala, akaambiwa umetuswalisha raka 5. Kwa kuwa yuko na siku za ulevi, akasema hata mkitaka niwaongezee, nitawaongezea.
Shaona tembo ile kawaida ya kamili. Watu wamwambia bana, umepigisha 5 bana. Yeye asema hata mkitaka nitawaongezea. Maneno gani sasa? Tuacheni tembo hili leo ni mkono, ili tembo kule akhera inshallah. Kwa hayo yaliyokuwa mengi, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe minal ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana